Picha yetu inaanzia hapa. Kuna bibi yuko hapa ametulia, lakini anashangaa mama yake anaingia hapa ndani akiwa anashikwa kweli kweli na kijana. Dada anashangaa, na mama alipoona kwamba kuna bibi hapa akakimbia. Mama naye anakuja ugeuka, Mungu wangu. Anamuona binti yake yuko hapa, kaona kila kitu jinsi ambavyo alikuwa anashikwa. Baadaye binti yuko ndani, mama ikabidi aende kumfuata hapa. Dada akasirika kweli kweli, mama ikabidi avunge hapa, akakaa chini akamwambia sikiliza, nahitaji niongee na wewe. Dogo akasema hapana, sihitaji kabisa. Akasema hapana mwanangu, sikiliza, mimi nitakueleza kila kitu. Dogo akasema sikia, nimesema sihitaji kuongea na wewe mama, umenielewa? Akasema wewe, mimi nikiwa naongea sihitaji uondoke sehemu yoyote, umenielewa? Sasa sikiliza, kama umekiona kile ambacho umekiona pale, sihitaji umwambie baba yako ya kwamba eti nimeingia na kijana huko ndani, umenielewa? Akasema ina maana unamsaliti baba alafu nisiseme? Akamwesha kofi, akamwambia sikia, mimi ni mama yako, usije ukawa naleta upumbavu wakati mimi naongea hapa. Toto akaamua aondoke kabisa. Kaona upumbavu ambao anaufanya mama yake, lakini ndio hivyo, itakuwaje? Ni mwanamke ambaye yupo katika ndoa, lakini leo akaja na kijana hapa, wakawa wanapiga story. Kidogo mama anafika hapa. Alipofika mama ikabidi amsalimie mama, alafu akauliza wewe ni nani? Dada akasema huyo ni boyfriend wangu. Mama akasema unasemaje? Akasema ndio, ni boyfriend wangu, kwani unamwonaje? Mama akamtazama yule kijana akamwambia sikia, naomba uondoke mara moja. Akasema wewe, ina maana mgeni wangu aondoke kwa nini? Mama akasema nitakuwesha kofi. Wewe kijana, hebu naomba uondoke mara moja. Ni kijana ambaye ni mkubwa kweli kweli ukilinganisha na umri wa binti, lakini ndio hivyo, binti amemleta hapa ili mradi kumfundisha mama yake. Je, angeridhia kufanya kile ambacho amekifanya? Mama kachukizwa kweli kweli, akamfukuza, lakini ndani ya moyo wake anajua binti yake alichokifanya ni matokeo ya tabia zake yeye mwenyewe. Kachoka sana kutokana na tabia hii ambayo ameiona leo. Leo dada wakati yuko hapa, mama anakuja hapa, kamwona bibie amepooza kweli kweli. Alipofika hapa akamwambia sikia binti yangu, kiukweli nahitaji tuongee vitu fulani, na ikiwezekana naomba unielewe sana. Akisema hapana, sihitaji kuongea na wewe. Hivi tabia gani ile ambayo umeonesha? Mwanamke ambaye umeolewa katika ndoa yako, kwa nini unafanya vile? Ina maana kweli wewe ni mwanamke upo katika ndoa kabisa, unasubutu kumsaliti babangu? Hivi ni haki kweli? Bwana. Mama kasirika akampiga, akamwambia sikia, usije ukanipiga hata siku moja, nitakurudishia. Mama kaona huyo mtoto kachanganyikiwa kweli kweli. Dogo kachukia, kwa nini anamsaliti babake? Yuko hapa na rafiki yake, anasema rafiki yangu nimeharibu kila kitu. Anasema ni kweli, lakini kwa nini ukutoka naye sehemu nyingine? Akasema ni rafiki yangu, nilijua kabisa ya kwamba ameenda shule. Sasa nashangaa narudi pale na mtu wangu eti kumbe yuko pale. Yaani naomba uende walau kaongee naye, pengine wewe atakusikiliza, maana kwa upande wangu imeshindikana kabisa. Akasema basi sawa, nitajaribu kwenda kuongea naye nione kama atanielewa, lakini kwa hiki kitu ambacho amekifanya kiukweli sio kizuri kabisa. Akamleta hapa moja kwa moja nyumbani kwake, akamsalimia bibie, lakini bibie haelewi kabisa. Mama akaenda kumgusa, akasema haya, naomba muongee basi. Akasema binti yangu, mimi hapa nimekuja kwa ajili ya kumwombea msamaha mama yako, na ni kweli alichokifanya sio kizuri. Basi vile mama ikabidi aondoke hapa, amwache mwanae na mgeni wake. Akasema sikia, unajua ndoa ina mambo mengi sana, na wakati mwingine mwanamke anaweza akafanya kitu ambacho kiukweli hakutarajia kukifanya. Hiki ambacho amekifanya mama yako ni kutokana na changamoto ambazo anapitia katika ndoa yake. Kwa hivyo inabidi uelewe. Bibi akamuuliza ina maana inaruhusiwa mwanamke ambaye ameolewa kutoka nje ya ndoa? Akasema sikia, baba yako ana tatizo la nguvu za kiume, na ndio maana mama yako anatoka nje ili mradi kuweza walao kupata furaha nyingine. Kwa hivyo sio kwamba unamlaumu tu, lazima ufikirie ya kwamba katika ndoa kuna mambo kama hayo. Kiufupi baba yako hawezi kitandani. Sasa unafikiri mama yako atafanyaje? Mtoto akamtazama yule mgeni, akamwambia sikiliza, haya ambaye yametokea ni mambo ya kiutu uzima tu, kwa hivyo naomba umsamehe mama yako na usije kumwambia baba yako. Bibi akasema sikiliza, hebu acha kuongea, naomba uondoke mara moja. Nimesema hivi, toka, usije ukaongea tena na mimi hapa. Mama yake akafika hapa, akasema wewe binti na kichaa. Akasema sio kichaa, sihitaji niongee na huyu mwanamke tena, naomba ondoke katika hii sehemu hapa. Bwana dada kapinda. Ameambiwa, lakini sababu ya mama yake kuchepuka ya kwamba mzee hawezi mambo kitandani.
hii imemuuma zaidi. Yuko hapa nawaza kidogo, mama anafika hapa. Akasema hebu niambie, ina maana umekaa katika uchumba miaka 3 alafu mkaingia katika ndoa. Kama ulitambua ya kwamba baba ana matatizo, kwa nini ulikubali kuolewa naye? Bibi akasema sikiliza, haya ambayo ameyasema huyu mama mengine sio ya kweli. Akasema ni ya kweli kwa sababu wewe ndio umemtuma. Mama anasema hapana, naomba unielewe binti yangu. Binti akamtazama mama yake, anasema kiukweli siamini kama wewe mama mtu mzima, yani unatoa siri za familia yako, mambo ambayo ni ndani kabisa unaenda kumhadithia rafiki yako. Hivi unafikiri yule atayaweka ndani ya moyo wake? Lazima atawatangazia watu wengine. Ina maana kila mtu atatambua ya kwamba mume wako ana madhaifu. Kwa nini? Bwana binti kaongea kitu cha muhimu sana hapa. Lakini ndio hivyo, mama naomba radhi, lakini dada hamuelewi kabisa. Iweje atoe siri za ndani kabisa? Lakini je, kama baba yake hana uwezo, ili kuaje akakubali akaolewa? Na yeye baba yake halisi ni nani sasa kama baba wake huyu hana uwezo kitandani? Lakini leo mama anakuja na binti fulani hapa. Alipofika hapa kidogo, dada Milan anakuja. Alipofika kile kibindi kamsalimia habari, lakini Milan akakaa kimya kabisa. Mama akamtambulisha, huyu ni dada yako na Milan huyu hapa ni mdogo wako. Wazazi wake wamefariki, kwa hivyo tutakaa naye hapa. Ajabu, Milan akaondoka. Dada anasema mbona inaonekana kama hajanipenda? Akasema no, hapana, huyu amekupenda, sema tu sasa hivi anauma malaria alafu yupo katika period, kwa hivyo ana stress kidogo, mzoee. Kwa hivyo trend tu kapumziko, umeelewa? Aka katoto kanaitwa Kachi. Mama yake ni huyu, lakini baba yake alishafariki tayari. Kwa hivyo leo mama amemleta hapa waweze kukaa pamoja. Lakini baadaye mama akamfuata mtoto wake. Akasema sikiliza mwanangu, kiukweli nahitaji walau tupate muda tuweze kuongea kwa yote ambayo yametokea, kwa sababu najua bado umenikasirikia. Alafu hiki ambacho kimetokea, kama ukimueleza baba yako, ndoa yangu itaharibika kabisa, na wewe ndio utakuwa msababishaji wa ndoa yangu kuharibika. Sasa angalia, kama ndoa hii ikivunjika, muathirika atakuwa nani? Akisema sikia, kama unalijua hilo, kwa nini ulimsaliti baba? Kwa nini unaenda kutangaza siri zake nje? Akamwambia sikiliza binti yangu, mimi nitakueleza kila kitu, sisi wanawake tuna madhaifu. Akasema hakuna cha madhaifu. Kwa nini umsaliti baba hali ya kuwa unatambua kabisa wewe ni mwanamke ambaye umeolewa alafu bado unatoka na vijana wadogo? Hiyo kiukweli sitaweza kusamehe hata siku moja. Binti ana msimamo, hawezi kusamehe hata siku moja kosa ambalo amelifanya mama yake hapa. Sijui itakuwaje, wacha tuone. Lakini leo yule kijana Dave yuko hapa anamsubiri bibi Milan hapa. Milan nilipofika kambusu, akasema we, kwa nini unanibusu katika shavu? Akasema jamani, wewe siku ile ulinitambulisha kama mimi ni mchumba wako. Akasema mchumba wako ni nani? Akasema jamani, ulinitambulisha siku ile wewe mwenyewe, sasa mimi nahitaji kweli tuwe wapenzi. Akasema sikia, usije ukaniletea matani, mimi na wewe hatupo katika mahusiano wala uchumba wote, kwa hivyo tuendelee na rafiki kama kawaida. Alienda kumtambulisha kama mchumba nyumbani, lakini ilikuwa tu ni kumgea somo mama yake. Je, angejisikiaje kama binti yake angekuwa anatembea na watu wakubwa? Lakini leo mzee amerudi, wako chumbani hapa, wanafurahi kweli kweli, mwanamume hajui chochote. Lakini kidogo kuna mlango umegonga hapa. Ulipogonga, mzee anamkaribisha mwanae, karibu sana. Mtoto akamwangalia baba, akasema baba, kuna kitu nilihitaji kuongea pale sebuleni, nilikuwa nakusubiri. Mama akadakia hapa, akasema jamani, mtaongea hata kesho kwa sababu saizi mzee wako amerudi hapa, amechoka na amenimisi sana. Baba akasema ni kweli binti yangu, kesho ni Jumamosi, kwa hivyo tutaongea tu. Kwa hivyo saizi naomba uende ukapumzike. Dogo akasema sawa, haina shida. Baba akambusu mkono, dogo akaondoka hapa. Mama kamtoa kijanja. Inawezekana mtoto alitaka ongea hapa. Lakini leo wakati yuko hapa anamuuliza babake, hivi ulishawahi kupima DNA za watoto wako? Alafu vipi kuangalia simu ya mke wako, ulishawahi? Mzee anasema hapana, masuala ya DNA mimi huwa siyafuatilii kabisa. Lakini wakati anaongelea DNA, mama anakuja hapa, bwana akateleza na kusema jamani, mume wangu najisikia vibaya sana, please kama inawezekana basi naomba unipeleke walau juu tuweze kupata kinywaji. Sasa akasema basi sawa, haina shida binti yangu, tutakuja kuongea baadaye, umeelewa? Mama anamtoa mzee hapa ili mradi bibie, alafu baadaye akawa anamsukumiza kama hivi kichwani.
ilibidi dogo alikuwa anaelekea kuongea hapa, maana tayari kashaingia katika masuala ya DNA, lakini mama aliposikia akaona mtoe mzee. Wapo kitandani hapa, anamuuliza binti yangu amebadilika, akasema kikweli kuna vitu fulani vinamchanganya na ndio maana wakati analopoka sana. Akasema kuna maswali ameniuliza, inaonekana kama kuna kitu fulani kinamsumbua. Hebu basi ngoja nianze kumfuatilia. Mama akasema hata usimfuatilie. Mimi ni mama, ninajua binti yangu anapitia changamoto gani. Kwa hivyo nitamfuatilia, kila kitu kitakuwa sawa. Wewe usije ukashughulika naye kabisa. Akasema basi sawa, hebu muangalie tujue ana tatizo gani. Lakini leo dada Milan yuko hapa anatazama vitu fulani kwenye simu yake. Kidogo bie Kachi anafika hapa. Alipofika akamuuliza chumbani kwangu umeshamaliza? Akasema hapana, nataka ni deki hapa kwanza alafu ndipo nende chumbani kwako. Akasema wewe, si nilikwambia kwamba uende ukaanze kula? Akasema sawa, lakini naanza hapa pakubwa kwanza. Akamwesha kofi, akamwambia sikia, nikisema kitu nahitaji ufuate hivyo. Kidogo mama anafika hapa. Alipofika akamwambia sikia, nitakuwesha makofi zaidi kama utaendelea kuwa jeuri. Mama akamuuliza kuna nini hapa kinaendelea? Dada ikabidi aeleze. Akamwambia sikiliza mwanangu, humu ndani fanya usafi sehemu ambazo unaziweza, usije ukadeki katika hiki chumba chake, kwa sababu yeye mwenyewe pia ni binti, anaweza akajifanyia usafi mwenyewe, umeelewa? Lakini baadaye mzee anauliza hapa, je kuna nini? Akasema mwanao amempiga makofi yule bibie. Akasema kwa nini amempiga makofi? Yaani kisa kufanya usafi? Akasema ndio hivyo, yaani kiukweli Milan sasa hivi amebadilika sana. Akamwambia sikia, mabadiliko yake ni kutokana na jinsi ambavyo unamlea. Ulikuwa unamlea katika mazingira mabovu sana, na hiki ambacho kinatokea sasa ni matokeo ya kile ambacho amekifanya. Lakini sio shida, ngoja niende nikaonana naye ili mradi niweze kumuonya. Mama akasema amefanya makosa kweli, lakini ngoja nikamuonye mimi. Akasema no, haki ambacho amekifanya ngoja nikampige kabisa. Mama akasema hapana, usiende mume wangu, najua yule ni mtoto mdogo, alafu tayari nimeshamuonya, kila kitu iko sawa tayari. Mama anaogopa mzee kwenda kumuonya mtoto wake, anajua mambo yataharibika kule. Leo yule Bishosti amefika hapa. Milan anakuja, akamtazama akasema binti habari yako? Hata kujibu hajajibu. Moja kwa moja akamtazama yule mama, akamuuliza amefuata kitu gani hapa? Mama kakaa kimya, lakini kidogo kuna vinywaji vinaletwa hapa. Vilipofika Milan akasema sikia, chukua hivi vinywaji nenda kavirudisha moja kwa moja. Akasema lakini mama amesema tumletee mgeni, hiyo si tabia mbaya. Akasema hakuna cha tabia mbaya, nimekwambia hivi, chukua vinywaji kapeleke ndani. Mama nafika anasema jamani, dada Milan eti anasema nikarudishe vinywaji ndani wakati mimi nimemletea mgeni hapa. Anasema jamani, hebu muache avipeleke hivyo vinywaji ndani. Naona binti yako ananidalau sana, na kwa dalau hizi siwezi nikakaa hapa hata siku moja. Akaondoka mgeni. Alipoondoka akasema umeona ujinga aliofanya? Akasema huyu mama nitamdalau hadi aache kufika hapa nyumbani, kwa sababu akili yake ni kupumbavu, amemdalau babangu pia. Binti ana msimamo sana. Yuko zake hapa ametulia, lakini kidogo Kachi anafika hapa. Anasema rafiki yangu, unajua tabia yako sijaelewa. Hivi kwa nini umenizuia nisimpatie vinywaji yule mgeni? Huoni ya kwamba mama yako ataonekana na kufundisha katika malezi mabaya? Akamwesha kofi, akamwambia sikia, masuala yanayohusu familia yangu hayakuhusu, kwa sababu wewe sio memba wa familia hii. Kwa hivyo naomba usije ukaingilia, umeelewa? Yeye sio memba wa familia, asije kaingilia mambo za watu. Wakati leo dada yuko hapa anaimba zake, kaweka sauti juu kweli kweli, alafu anacheza hapa. Kidogo mama akaja, akazima pale, akamwambia sikia, sihitaji makelele. Akasema makelele wakati mimi niko katika starehe? Akampokonya mama, akamwesha kofi. Bwana ajabu, dogo akarudisha kofi kwa mama. Mama kumbe ilikuwa ni ndoto bwana. Lakini anageuka hivi, anamuona binti yake. Anamuuliza amefuata nini hapa? Akasema nimekuja hapa kukuuliza maswali machache tu, nahitaji unijibu. Hivi mama, naomba unieleze kitu kimoja. Ulikaa na baba katika mahusiano muda mrefu sana, lakini je, hukutambua madhaifu yake? Yaani hukujua ya kwamba baba ana matatizo hadi ukaingia naye katika ndoa? Mama anasema hayo yanakuhusu nini? Sikiliza nikwambie, katika maisha haya usije ukanifuatilia ndoa yangu, kila kitu kina changamoto yake. Akasema sawa, hivi utafurahi mimi binti yako nikiolewa alafu niendelee kufanya uzinifu nje? Je, utafurahia? Akasema hapana. Akasema kama ni hapana, kwa nini wewe unamsaliti baba? Ni swali ni gumu kweli kweli. Ikabidi amtoe tu, akamwambia toka, sina majibu ya hiko ambacho nakiuliza. Lakini in fact mambo yamemchoma kweli kweli.
Kama hampendi, kwa nini uko naye hadi sasa? Ni ngumu sana. Leo wakati mama yuko hapa kidogo anakuja ile bi anasema jikoni kule kumefungwa, aje funguo uko nayo? Akasema hapana, mimi sina funguo. Kwani kumefungwa? Akasema ndiyo, jiko limefungwa na mimi nahitaji kwenda kupika. Akasema hebu kwanza twende tukaangalie. Ni kweli wanafika hapa, jiko limefungwa. Mama anashangaa, ni nani ambaye amefunga jiko hili? Atakuwa ni Milani huyu. Amekasirika kweli kweli, asema hebu twende kwanza nikamtafute katika simu nione kama nampata. Lakini kidogo Milani anaingia hapa. Mama akamuita akamwambia, we, ina maana ni pumbavu? Ni wewe ambaye umeondoka na funguo? Akasema ya, ni mimi nimeondoka naye, lakini nilisahau katika mkoba wangu hapa. Mama akataka kumpiga, lakini uwezo wa kumpiga anaogopa. Inawezekana ndoto ile imemtisha. Huyu bi kiukweli angeweza kumtandika makofi mama yake. Asema sikia, usipobadilika na upumbavu wako humu ndani, nitakupiga siku moja hadi ya utaamini. Lakini leo ajabu, yule mwamba anayetembeaka na mama amefika. Mama anasema mbona umefika hapa nyumbani? Nilikwambia kwamba usije, ndoa yangu ipo katika hatari. Akasema jamani, nilikuwa nakupigia simu upatikani na ndio maana nimefika. Mama akasema sikia, sikuhitaji ufike hapa kwa sababu kila kitu kimeharibika. Binti yangu anafahamu kila kitu na anaweza akasema kwa babake, umenielewa? Mchizi upendo umemzidia kwa shangazi, akaamua aje mara moja. Lakini wakati anaendelea hapa, bwana Milani amefika hapa, asema ni wewe? Mama akasema sikiza binti yangu, huyu jamaa anaondoka sasa hivi hapa na amekuja tu bahati mbaya, wala hakuna kitu ambacho kinaendelea. Dada akatikisa kichwa akaingia ndani. Yuko zake hapa, lakini ajabu wakati yuko hapa, baba amefika hapa. Binti akafurahi kweli kweli, anasema baba karibu sana. Akasema asante, nimefika, si unajua tukio ambalo litaendelea kutokea kesho. Akasema basi sawa, ngoja nikusindikize ndani uende ukapumzike. Akasema sawa, asante sana binti yangu. Ikabidi amweleze kwamba mama ametoka na yule binti mdogo. Akasema sawa, basi twende ndani ili mradi nene nikapumzike. Anampenda sana, lakini alipofika hapa kamuuliza, ina maana umeacha kazi zako kwa ajili ya kuja katika birthday ya mama? Akasema ndiyo, yule si mama yako, ni mwanamke ambaye ninampenda na ndio maana nimeacha kazi zangu kuja katika birthday yake. Je, kwani kuna tatizo lolote binti yangu? Si unajua mimi na mama yako tunapendana sana. Binti anapoambiwa maneno hayo kiukweli moyo wake unaumia. Kidogo mama anafika hapa, asema jamani penzi wangu mimi surprise. Akasema ndio hivyo, nimekusurprise kwa ajili ya birthday yako, lakini umependeza. Akasema ya kama kawaida. Akamsalimia bibie, lakini mtoto akagoma kabisa kuitikia salamu ya mama. Mwisho wa siku akasimama na kuondoka zake. Baadaye wako kitandani hapa, mzee anaambia sikia, kuna zawadi hapa nimekuletea kwa ajili yako, tena ni nzuri kweli kweli. Mama anasema jamani, kiukweli asante. Akisema ndio hivyo, unajua mke wangu ninakupenda sana. Tangia nikuoe sijawahi kukusaliti hata siku moja, basi nina imani na wewe utanitunzia penzi langu siku zote kwa sababu ni mwanamke ambaye kiukweli ni mwanamke wa ndoto zangu. Ninakupenda sana mke wangu. Sijui unanielewa hilo? Bibi akasema asante, ninalielewa hilo. Akamkumbatia, lakini dada ndani ya moyo wake kiukweli anaumia kweli kweli. Leo ni birthday, kaandaa mapambo kweli kweli, lakini Milani anafika hapa. Alipofika akamuuliza, hivi je una furaha? Akasema ya, nina furaha, leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Akasema sawa, hivi unakuaje na furaha hali ya kuwa unamsaliti mtu ambaye unampenda? Akasema we, funga domo lako hilo, usije ukalopoka hapa, babako yupo. Akasema lazima niongee, kwa nini unamsaliti baba wakati baba anaonesha upendo kwako, anakupenda na hajawahi kusaliti hata siku moja? Akasema sikia, mimi ndoa yangu na babako haikuhusu. Akasema sawa, inihusu, lakini haya ambayo yanatokea kiukweli mimi ananikera. Akasema wewe shida yako iko wapi? Kosa limeshafanyika binti yangu, kwa nini hutaki kuelewa? Lakini wakati anaongea bwana kumbe baba akasikia kila kitu. Mzee anafika hapa anasema wao, kumbe ulikuwa unanisaliti si ndivyo? Yaani katika macho yangu unakuwa ni mtiifu sana, lakini kumbe unanidanganya si ndio? Mzee anatamani kumpiga na watoto wote wako hapa wamesikia kila kitu ambacho kinaendelea. Mzee anasema kiukweli kwa hiki ambacho umekifanya, kumbe ndio maana ulikuwa unagombana binti yangu siku zote, kwa sababu binti yangu alikuwa anasimama kwa upande wangu. Asante sana kwa haya ambayo umeyafanya. Yaani natamani nikupige, lakini najua nitakuumiza kabisa.
birthday imekuwa ni ngumu hapa. Mama anatoka kumkimbilia mume wake. Anafika hapa anapiga goti, anasema nisamehe sana mume wangu, usije ukaondoka please. Naomba tumalizie birthday basi. Kiukweli mimi nakupenda. Akasema sikia, usije ukandanganya hata siku moja. Wewe hauna upendo na mimi. Kwa sababu kama ungekuwa unanipenda, usingeweza kuingiza wanaume katika nyumba yangu. Mimi naondoka. Mzee anarudi kazini. Ni mwanamume ambaye huwa anakuja nyumbani kwake na kuondoka kutokana na aina ya kazi anayofanya. Mabinti wako hapa, mzee anatoka hapa. Binti anamuita baba, ina maana unaondoka kazini? Basi ungekaa hadi siku isha. Akasema hapana binti yangu. Kiukweli nimefurahia jinsi ambavyo umeongea ukweli na ninakupenda sana binti yangu, lakini wacha niondoke kwa sababu ukaa hapa naona ni maumivu zaidi ambayo nitayapata. Ni kweli ni maumivu, lakini mama naye anatoka hapa maskini. Kawa mnyonge kweli kweli. Mzee hajasherehekea birthday, anaamua tu aondoke zake kazini kutokana yote ambayo ameyasikia hapa. Bibie ametoa ukweli wote na mzee ameuelewa kweli kweli. Sijui maisha yatakuaje. Mama akachukia kweli kweli, lakini amemgusa. Lakini baadaye yule bibie akaona tu aende kumpa faraja mama. Akamwambia pole, twende ndani ukapumzika. Akasema sawa binti yangu, hebu twende kwanza nikakae ndani. Baadaye Kachi na Milani wako hapa na kula chakula. Lakini baadaye mama nafika hapa. Lakini mama alipofika Milani akanyanyuka kabisa. Hataki hata kukaa karibu na mama yake kutokana na yote ambayo ameyafanya. Mama imemuuma sana hii na amejisikia vibaya. Dogo akabidi amkaribishe, kama nikakuchukulia chakula ndani uweze kunywa chai. Akasema hapana. Akasema ngoja nikakufuatia. Akasema no, mimi kiukweli sijisikii kula kabisa. Wacha niende ndani kwanza nikapumzike. Ni hatari. Kama mama lazima ikuume hii. Mzee yuko huku, hali ni mbaya kweli kweli. Amerudi kazini, lakini mwisho wa siku kaishia kupiga pombe. Anawaza kweli kweli. Alikuwa anampenda mke wake, kwa miaka yote amekuwa mwaminifu kwake, lakini mwanamke yule ambaye anampenda kwa dhati ndiyo mwanamke ambaye anaingiza wanaume katika nyumba yake. Ibada hii ni ngumu. Lakini wakati dada yuko hapa Milan, mama anaingia ndani hapa. Dada kamwangalia sana. Haitaji hata kumuona mama yake, lakini bibie hana namna, lazima aje hapa. Anambia mwanangu, kikweli naomba sana uweze kuniolewa leo. Nahitaji walao tuweze kuongea kidogo please. Naomba sana usije kanifukuza. Mimi nimetambua kosa langu, alafu mimi ni mama yako. Najua nimefanya usaliti kwa mume wangu na wewe umemueleza, lakini wewe ndio wa kuokoa ndoa yangu. Kwa sababu wewe ukimwambia baba yako kila kitu, basi anaweza kukuelewa. Nimepiga goti mwanangu please. Naomba sana unisamehe. Naomba unisamehe mwanangu. Ila namshika binti anatoa mkono. Hataki ashikwe na mama yake, japokuwa kaomba msamaha kweli kweli, lakini dada hajamuelewa. Of course ni ngumu sana hii. Mzee yuko huko anasikitika kweli kweli. Pombe zinaisha na lalamika. Ina maana mwanamke huyu ambaye namgalamia kwa kila kitu yuko katika maisha mazuri, lakini bado ananisaliti. Je, mwanamke huyu anahitaji nini? Pombe imeisha. Ni hatari sana. Mama naye yupo katika mawazo leo. Lakini baadaye binti yake anafika hapa na ajabu anamletea maji. Alipofika hapa mama akasema asante sana mwanangu. Je, umenisamehe? Akasema ndiyo mama, mimi nimekusamehe tu, lakini naomba usije ukarudia tena. Akasema binti yangu, nakupenda sana. Kama umenisamehe basi na imani na baba yako pia ananisamehe. Lakini kidogo baba anafika hapa. Maskini, yawezekana huyu bibie akawa amemweleza baba kila kitu, ya kwamba msamehe mama yake. Mama atakwenda kumkumbatia mumewe anaogopa, lakini mzee akamuita, akamwambia njoo hapa nikumbatie. Natambua ulifanya kosa, lakini hakuna binadamu ambaye hakosei. Umefanya kosa mara moja, nitakusamehe tena na tena, kwa kuwa watu nakupenda katika moyo wangu. Bwana, movie yetu tunaimaliza hapa, lakini mwisho wa movie hii basi na imani kuna vitu vingi sana utakuwa umejifunza, hasa katika swala zima linalohusu mahusiano. Jambo la kwanza kabisa, lazima tujifunze namna ya kutengeneza maadili ya watoto. Mtoto jinsi ambavyo utamkuza ndivyo hivyo atakavyokuwa. Kitendo cha kuweza kuingiza wanaume katika nyumba yako hali ya kuwa watoto zako wako pale, kiukweli ni tabia moja chafu sana. Tabia ambayo inatengeneza usugu wa mawazo mabaya miongoni mwa watoto, na mwisho wa siku utakuja kuzalisha vizazi vya ajabu sana. Lakini jambo la pili,
usaliti haufai kabisa. Yani usije ukaweka excuse yoyote ile ya kwamba eti namsaliti mume wangu kwa sababu ana pesa, namsaliti mke wangu kwa sababu sasa hivi yupo katika uzazi, kwa hivyo mazingira yake ya uke hayako sawa, namsaliti mume wangu eti kwa sababu nguvu za kiume hana. Kwa nini usikae naye chini? Kaa naye chini, mwambie bwana, kiukweli mpenzi wangu, tumeishi kwa furaha katika miaka yote hii, lakini katika siku hivi za karibuni naona performance yako haiko sawa, uwezo wako kitandani ni mdogo. Je, tunafanyaje? Mwanamume atakwambia ni kweli, hata mimi nimeliona hili, basi twende tukatafute tiba. Mnahangaika kutafuta tiba, na tiba itaondoa changamoto zenu, na mwisho wa siku furaha itatawala katika ndoa yako. Lakini sio kwenda kufanya uzinifu eti kisa kwenda kutafuta mtu ambaye ana uwezo zaidi kuliko mume wako. Je, na yule wa nje ukimkuta naye uwezo wake ni wa chini, utaenda kwa mwanamume mwingine, lakini mwisho wa siku utatembea na wangapi? Hili ni funzo, lakini je, wewe umejifunza kitu gani? Weka comment yako hapo chini, kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.